kujaribiwa kwa muamini ni kitu cha kawaida. Kwa kila muamini anajaribiwa. Mchungaji wako anajaribiwa, askofu wako anajaribiwa. Yoyote yule ambaye unamwaspire kwenye mambo ya kiroho anajaribiwa. In this video, I want to address one thing. Why do you keep struggling with the same sin? Kwa nini unaendelea kuhangaika katika aina moja ya dhambi? Yaani kuna aina fulani ya dhambi na kugaragaza all the time. Unajutia, unatamani kugeuka, unatamani kubadilika, unatamani kuiacha. Kuna wakati unalia mpaka kulia na machozi kabisa, lakini bado unarudi pale pale. Sasa leo nataka nikuonyeshe mambo ya muhimu sana ambayo yatakupa kuona mazingira, lakini pia yatakusaidia wewe kuweza kuchomoka hapo. How to overcome that situation. Jambo la kwanza ambalo nataka ulijue kwanza, ambalo liingie kwenye ufahamu wako, liingie kwenye moyo wako, ukubaliane nalo, kwa sababu Biblia inatuambia mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. So what sets someone free ni kweli ya neno la Mungu. Ukisoma kwenye Warumi sura ya 6, tafuta muda, please find time, read the whole chapter. Soma sura nzima. Inaelezea namna gani ambavyo mtu aliyemwamini Yesu sio mtumwa wa dhambi, ameshinda, yeye yuko huru. Na tunapoongelea utumwa, I hope you understand kwamba utumwa ni kufanya dhambi kwa kama vile unatumikishwa, yani sio kwa hiari yako, unapelekeshwa. Sasa wewe uliokoka, moja ya siri ambayo unataka kukubaliana nayo au ukweli ambao unataka kukubaliana nayo ni kwamba wewe sio mtumwa wa dhambi. Kwa haufanyi dhambi kwa maana ya kwamba unapelekeshwa, yani unavutwa, unabuluzwa na dhambi, hapana. Ila unaweza kuwa unajikuta unarudia dhambi ile kwa sababu kuna vitu fulani hujavifahamu. Sasa nataka tuende kwenye sura, baada ya kukubaliana na kweli hiyo, twende kwenye sura ya Yakobo sura ile ya kwanza. Yakobo anaandika kitu ambacho ni cha muhimu sana, na anaonyesha mazingira ya mtu aliyeamini anavyoweza kuingia katika dhambi na kumkosea Mungu. Sasa sura ile ya kwanza mstari wa 13, Biblia inasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Kwa jambo la kwanza anaonyesha kwamba kujaribiwa kwa muamini ni kitu cha kawaida. Kwa kila muamini anajaribiwa. Mchungaji wako anajaribiwa, askofu wako anajaribiwa. Yoyote yule ambaye unamwaspire kwenye mambo ya kiroho anajaribiwa. Kwa hilo ni jambo ambalo tunauhakika nalo. Kwa hiyo sasa kama anapojaribiwa, na anasema anapojaribiwa, usifikiri kwamba unajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Mstari wa 14 anasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kwa hiyo kuna mazingira kwa nataka uyaone. Nasema kwanza kinachotufanya tujaribiwe ni tamaa. Kwenye hiyo process kuna kuvutwa kwenda kwenye kuvutwa kuna kutokana na udanganyifu. Kwa kuna uongo ambao shetani anatengeneza set, anaandaa mazingira ya kukufanya wewe kwa sababu ya tamaa yako au kwa sababu ya vitu fulani ambavyo unavipendelea. Na nitaongelea hapa kwenye neno la tamaa. Tamaa inayozungumzwa hapa, kumbuka ulipookoka, roho yako ilimwamini Yesu na umekamilika ndani yako, kwa maana ya kwamba wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu. Lakini kuna kitu kinaitwa mind ambacho Paulo anakiongelea kwenye Warumi sura ya 12, anasema bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu by the renewal of your mind. Sasa mind huwa ina taarifa ya vile ulivyokuwa unaishi kabla hujaokoka, kabla hujaamini. Kuna namna ulivyokuwa unaenda. Kwa kuna aina ya vitu fulani ambavyo ulikuwa unavutwa navyo katika maisha yako ya kale. Sasa hivyo lazima ugeuzwe. Kwa katika huo mchakato wa kugeuza tunakutana na mazingira kama haya. Kwa ya kuvutwa kwa tamaa. Sasa hizo tamaa, nasema mstari wa 15, ile tamaa ikisha kuchukua mimba. Kwa kuna mchakato hapa. Kwanza mazingira ya kutenda dhambi yanaletwa na tamaa. Yanaanzia kwenye kitu kinaitwa tamaa. Kwa tamaa yako shetani anaitumia kukudanganya, kukuonyesha kwamba ukifanya hivi bwana ni kitu kizuri. Ukifanya hivi utapata kile. Ukifanya hivi yani utajisikia whether it's a pleasure or you gain something, which is a lie, ambao maandiko yanasema wazi kwamba ni udanganyifu. Unavutwa huku ukidanganya. Anasema alafu ile tamaa ikishachukua mimba huzaa dhambi. Kwa hiyo kumbe tamaa ndo matokeo yake ya baadaye.
Anasema ikichukua mimba, na naamini mfano huu unakusaidia unaelewa mtu mpaka anachukua mimba, maana kuna mchakato umefanyika. Ikichukua mimba huzaa dhambi. Kwa lugha rahisi, moja ya kitu ambacho kinakufanya unarudia dhambi ile ile au una struggle kwenye dhambi moja wakati kwa muda mrefu ni kwa sababu mazingira haya kuvutwa kwenye tamaa ya aina fulani yanapokuwa yametengenezwa, wewe unaya entertain na mwisho wa siku unajikuta umeangukia kwenye kufanya dhambi ile ile. Kwa sio kwamba wewe ni mtumwa, ila ni kwa sababu hayo mazingira either unayajua au hujui, lakini huwa unaya entertain. Kama unayajua, manake yanapotokea huwa unaendeleza, unakubaliana nayo, then mwisho wa siku unajikuta umeangukia kwenye kufanya dhambi. Sasa nini cha kufanya? Wagalatia sura ya 15 sura ya 5 mstari wa 16 anasema, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa leo nimekupa andiko hili moja ambao litakusaidia kuchomoka kwenye mazingira hayo ya kurudia dhambi ya aina ile. Anasema enendeni kwa roho. Sasa neno kuenenda kwenye lugha ya Kiingereza anasema walk in the spirit. So walk in the spirit manake Roho Mtakatifu. Kwa sababu wewe uliyemwamini Yesu, ndani yako una Roho Mtakatifu. Unapokuwa kwenye hiyo set, shetani anatengeneza mazingira ya udanganyifu kukuvuta kwa tamaa yako ili uingie kufanya dhambi ile ile. Roho Mtakatifu huwa anasema ndani yako, anakuambia kwamba hii kitu sio, usifanye hivi. Neno la Mungu Roho Mtakatifu analitumia kwa sababu neno ndio upanga wa Roho. Analitumia ndani yako kukumbusha ukifanya hivi utaangukia kwenye dhambi. Sasa kuenenda kwa Roho ni kukubaliana na kile Roho anachokwambia. So the moment you accept, you agree, unaposhirikiana na Roho Mtakatifu, sawa, kukubaliana na kile anachokwambia, utajikuta taratibu unaanza kuchomoka kwenye mazingira na utaanza kushinda dhambi hiyo, na mwisho wa siku utajikuta dhambi hiyo sio jambo ambalo linakusumbua tena. So lichukue jambo hili kwa ajili ya kukusaidia ili uweze kushinda dhambi hiyo ambayo imekuwa inakusumbua. Wewe sio mtumwa wa dhambi. Just get to know that. Yesu ni mpango mzima